kutambua na kuheshimu nafasi ya baba wa kiroho. Kutambua na kufanyaje? Nafasi ya baba wa kiroho. Na kanisa leo, baadhi ya wachungaji, baadhi ya washirika wameshindwa kufanikiwa katika maisha yao ya kiroho na kimwili kwa sababu ya kutokutambua au kutokuthamini nafasi ya baba wa kiroho. Na ndio maana wakati mwingine tuna wachungaji, baadhi ya wachungaji, mitume na manabii, wainjilisti na walimu wanashindwa kufanya vizuri kwa sababu hawatambui nafasi ya baba yake. Kwa hiyo ni lazima utambue nafasi nyeti ya baba wa kiroho. Baba wa kiroho ana mahusiano ya karibu sana na mafanikio yako ya kiroho na mafanikio yako ya kimwili. Ninarudia, baba wa kiroho ana mahusiano ya karibu mno na mafanikio yako ya maisha yako ya kiroho na maisha yako ya kimwili. Unapokuwa mbali na baba yako wa kiroho, mafanikio yako naye yanakuwa wapi? Mbali. Hebu tuangalie andiko. Nitakuwa na pointi mbili tu leo, alafu tutakwenda kumaliza. Tuangalie andiko letu la msingi katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Wakorinto, ile sura ya 4 mstari wa 14 mpaka 16. Naomba kama kuna msomaji anisomee kama yupo. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 14 na 16. Biblia inasema, siandiki hayo ili niwatahadharishe, bali kuwaonya kama watoto niwapendao. 15 anasema, kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo Yesu, walakini hamna mababa wengi. Maana mimi ndiye niliyewazaa katika imani ya Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Basi nifuateni mimi. Paulo analiandikia kanisa la Korinto, kanisa ambalo alilianzisha yeye, aliweka misingi yeye, lakini kanisa hili lilianza kupoteza mwelekeo. Maana wanapokuja wainjilisti, wanapokuja walimu kuhubiri pale, wengine wanasema mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani, wakawa wanawachanganyikiwa. Paulo akasema hapana, hao ni watumishi kweli katika Kristo, hao wanahubiri habari njema, lakini hao sio baba yenu wa kiroho. Baba yenu wa kiroho ni mimi. Alitaka kanisa litambue. Sema amina. Nami asubuhi ya leo nataka utambue baba yako wa kiroho ambaye yuko mahali hapa, Dr. Asumwise Mwaisabila. Sema amina. Kwenye madhabahu hii watapita watu wengi, wengine wakihubiri hata moto unaweza ukashuka, wengine wanaweza kufanya ishara na miujiza. Paulo anasema hawa watapita, lakini baba yenu wa kiroho lazima mumjue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu ufahamu hili, na unachokifahamu au usichokifahamu ni hichi kuhusu baba Mwaisabila. Sema ehe. Hebu sema ehe. Kuna mambo manne ya ubaba juu ya mzee Mwaisabila. Tunaposema Dr. Mwaisabila, mmoja, mjue ya kwamba yeye ni baba wa imani wa taifa la Tanzania. Mbona makofi
asifiwe. Wa makanisa ya Assemblies walikuwa watatu. Alikuwa Kulola, kesha tangulia. Alikuwa Lazaro, kesha tangulia. Kwa hiyo baba aliyobakia ni nani? Mzee Masabia. Kwa hiyo kuna watu watakuja ili wachukue baraka za baba wa kiroho ambazo ziko ndani. Haleluya. Lakini la pili ninachotaka mfahamue, huyu ni baba wa kiroho wa kanisa la AGCI, Assemblies of God Gospel Church International. Haleluya. Na ndio maana tuko hapa. Nasema na ndio maana tuko hapa. Kwa tutaendelea kuja hapa kwa sababu Maisabila ni baba yetu wa kiroho. Aidha utake au usitake, tutatia timu mahali hapa, maana huyu ndio baba yetu wa kiroho wa kanisa la Assemblies of God Gospel Church International. Sema amen. Mwambie jirani yako utaona sana hapa. Hata kama usiposema utatuona sana hapa mwanangu. Iwe usiku iwe mchana, tutatia timu, maana tumegundua ya kwamba baba yetu wa kiroho yuko mahali hapa. Hatuwezi tukamwacha. Haleluya. Kama wao wanavyonyonya baraka, na sisi tunanyonya baraka kutoka kwa Maisabila. Kama wanapotaka kubarikiwa, na sisi tunataka tubarikiwe kutokana na baba Maisabila. Sema amina. Alafu mwambie jirani yako kama mkao wa kula. Ukizubazwa baraka zitawapita. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza mkaona msile baraka, lazima mchangamke, mjue ya kwamba huyu ni baba amebeba baraka za taifa, amebeba baraka za kanisa, amebeba baraka za wewe peke yako, amebeba baraka. Haleluya. Unampenda Bwana Yesu. Halo. Namba 3. Huyu ni baba wa kiroho wa kwako wewe. Mshirika. Sema amen. Yaani wewe ili ufanikiwe lazima ujue namna gani ya kujiunganisha na baba Maisabila. Usipojua ndugu, pole na kupa pole. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kama mshirika wa kanisa la mahali pamoja utambue nafasi ya baba yako wa kiroho. Sema amen. 4 ni baba wa nyumbani. Ya kina nani? Akina Isaki, akina nani? Haleluya. Na wenyewe lazima watambue kwamba huyu ni baba yao. Sasa halo. Kuna mambo ya kujiepusha. Nakwambia leo sisi ndio kuchelewesha. Tunapiga hapa mara moja, atakuja mzee Chacha anaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ya kujiepusha. Mwambie jirani yako kuna mambo ya kujiepusha. Kila baraka ina tahadhari. Kila baraka ina vigezo na nini? Wewe unasikia Vodacom wanakuambia baraka na vigezo na nini? Masharti kufanyaje? Kuzingatiwa. Mwambie jirani yako vigezo na masharti kuzingatiwa ni muhimu hata kwenye mambo ya kiroho. Mwambie jirani yako bwana, mwambie vigezo na masharti vitazingatiwa. Haleluya. La sivyo utakaa mahali hapa, utaishi mahali hapa. Kama utumizi vigezo na masharti, utashangaa wenzako wanatoka na magari, wanatoka na nyumba, wanatoka na watoto. Wao wamebakia unang'aa macho. Lakini ukizingatia vigezo na masharti, baraka lazima zitatembea juu yako. Nasema baraka zitatembea juu yako, maana ni lazima ufanye hivi. Kwa hiyo kuna vitu vya kujihadhari, kujiepusha. Bwana Yesu asifiwe. Jiepushe kumuinukia baba yako wa kiroho. Kumuinukia baba yako wa nini? Wa kiroho. Na hili tangazo sio kwenu tu, hata kwetu sisi wana AGCI. Kama mimi leo ni katibu wa bodi ya wadhamini, nikiinuka juu ya Maisabila, lazima nitashuka. Bwana Yesu asifiwe. Na hili tangazo sio tu kwa sisi AGCI, hata kwa wachungaji au wa Tanzania wa
huyu mzee ajui kuimba, maneno madogo madogo. Bwana Yesu asifiwe. Jiepushe na hivyo vitu. Hivyo vitu vitachelewesha baraka yako. Hivyo vitu vitakuchelewesha mafanikio yako. Vya kuinua inuka, unamuinukia huyu mchungaji, oh baba huyu. Hapana, hebu tuangalie andiko. Tuangalie andiko. Timotheo wa kwanza sura ya 3:8-9. Kuinuka. Unapomwinukia baba yako wa kiroho, unamsaidia shetani kazi. Tarudia. Unapomwinukia baba yako wa kiroho, unamsaidia shetani nini? Kazi. Msomaji wangu amefika? Hatuna msomaji? Timotheo wa kwanza. Timotheo wa pili, sorry. Timotheo wa pili, ile sura ya 2, ule mstari kuanzia mstari Okay. Mstari wa 25-26. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 25 na 26. Sikiliza. Akiwaonya kwa upole. Akiwaonya kwa upole. Wao washindanao naye. Wao wafanyaje? Washindanao naye. Hao wanaoshindana, ukiwaonya kwa upole, hao wanaoshindana na mtumishi wa Mungu na baba wa kiroho. Endelea. Ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu. Mungu awape kutubu. Hawa wanaoshindana na baba wa kiroho, hawa wanaoshindana na kweli, maana Mhesabila ndio kweli yetu katika imani. Hawa wanaoshindana tuwaonye kwa upole. Endelea. Na kuijua kweli. Na kuijua kweli. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. 26. Wapate tena fahamu zao. Wapate tena nini? Anaposema wapate tena fahamu zao, hawa walikuwa na ufahamu, lakini fahamu zao zikapotea. Ndio maana kuna neno tena. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unamjua baba yako tena, ulikuwa unataka fanya vizuri, lakini kuna hali fulani ikachukua ufahamu wako, shetani akakunyangia, ukashindwa kujua baba yako wa kiroho. Anasema ili ikiwezekana wapate fahamu zao tena. Natamani fahamu zako irudi tena ili umjue baba yako wa kiroho. Sema amen. Natamani fahamu yako irudi tena. Bila kufahamu hivyo itakuwa ni kazi. Uelewa wako utakuwa ni mdogo. Sema amen. Baraka zako itakuwa ni shida. Maana wewe utakuwa agent wa shetani. Hebu malizia hapo. Malizia 26. Wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa ibilisi. Na kutoka katika mtego na ambao hao wametegwa naye. Hata kuyafanya mapenzi yake. Ambao hao wametegwa na shetani, ambao hawafanyi mapenzi yao, bado wanafanya mapenzi ya nani? Wanafanya mapenzi ya nani? Hello. Nasema na wewe, nasema na roho yako, nasema na nafsi ya mtu mahali hapa. Hauyafanyi mapenzi ya Mungu, au unafanyi mapenzi yako, bali shetani amewatega. Wanafanya mapenzi ya nani? Ya shetani. Wanainuka, wanasema wapingaji. Point namba 2. Jiepushe kumwinukia. B, kumsema vibaya. Kumsema vibaya. Vigenge vya uchocholoni. Angalia watoto wake. Angalia wajukuu zake. Angalia hivi. Angalia hivi. Maneno hayo yatakusababisha baraka zako zifungwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sijui nini Mungu ameweka juu ya baba wa kiroho.
ukikasirikia huwezi kufanikiwa. Biashara yako haiwezi kufanikiwa. Kuna mahusiano kati ya maisha yako na maneno au na baraka za baba yako wa kiroho. Kwa hiyo ni muhimu ujue hili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jiepushe maneno madogo madogo, umbea mdogo mdogo wa kumsema baba yako wa kiroho na mama, hata familia yake waombee. Haleluya. Yaani kuna watu wengine utasikia nikwambie, basi baba nikwambie mzee fulani, mzee wetu kasema hivi na hivi. Na unasema, unaposema na wewe umeingia kwenye nini? Kwenye mtego. Mimi nawaambia kanisani, mtu mbea atakapokuleta umbea kwako, usipate shida. Mchemshie chai ya moto, alafu mpe kwenye kikombe cha nini? Cha bati. Alafu mpe na andazi la bakresa ambalo limepikwa mwezi mzima liko dukani. Wakati anaungua midomo ndo atajua umbea ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu midomo yao yani inasema vibaya, inanena vibaya. Ndugu, unajifungia baraka yako, unajichelewesha. Unajichelewesha. Mwambie jirani yako acha kujichelewesha. Mwambie jirani yako acha kujichelewesha. Patia mkono jirani yako. Hata ukimwona jirani yako achangamki, uwe na wasiwasi naye. Kani nimeanza kushtuka, unajua kuna wengine tunao lakini hatunao. Sasa hao watu mpe jirani yako mwambie acha kujichelewesha. Acha kujichelewesha. Patia mkono, sasa hivi hakuna corona. Mwambie acha kujichelewesha kwa maneno ya kanisani ya kumsema babako wa kiroho. Lakini mwisho, pointi ya mwisho kabla sienda namba 2 au 3 ni kupingana na baba yako wa kiroho. Kila kitu unapinga, michango unapinga, ujumbe unapinga, hata harusi si ajabu ulipinga, siji nini. Yaani wewe ni mtu wa kupinga tu. Vitu hivi ni hatari. Yaani baba anaposimama hapa, baba yako kila anaposema hapa, yaani wewe unapinga tu. Kuna kanisa moja na kwetu hivi miaka ya zamani, kuna mzee mmoja wa kanisa, kwa mchungaji anapohubiri kama ujumbe ni mzuri anafanya hivi. Kwa hiyo akifanya hivi mkono, watu watajua kwamba leo mchungaji kahubiri nini? Vizuri. Kwa hiyo asipofanya hivi mkono, watu wanajua kwamba leo mchungaji hajafanyaje? Leo hajahubiri vizuri. Haleluya. Sasa mchungaji akashangaa. Yule baba akisema hivyo watu lakini asiponyanyua mkono, kanisa zile, hata mchungaji sema Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Au yule mzee kanisa yuko hapa, ni wewe mzee, basi fanye basi mkono na sisi tutaweza kusema amina. Haleluya. Nimekwambiaje, sisi hapa kwa baba yetu tutakuja sana, utatuona sana, na tunawekezana ili tupate baraka zote. Sio sisi tunabarikiwa, nyinyi mbarikiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo sasa ni kupingana. Hebu tupate andiko. Mwenyekiti namaliza muda sio mrefu. Tupate andiko Timotheo sasa. Timotheo ile wa pili sura ya 3 mstari wa 8 na wa 9. Wapingaji. Kila kitu unapinga. Wazee wa mzee akichagua wazee wa kanisa unapinga, akichagua mashemasi unapinga, akichagua viongozi unapinga. Yaani wewe ni mtu wa kupinga tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu naomba nisome Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 8. Na kama vile Yane na Yambe walipopingana na Musa. Walipopingana na nani? Vivyo hivyo na Hawa wanapingana na ile kweli. Na Hawa wanapingana na nani? Jamani, kweli ni nani? Kweli ni nani? Kweli wa hapa ni nani? Si mzee Mwasabira. Halo? Kama Yane na Yambele walipopingana na Musa, na Hawa ndivyo wanapopingana na ile kweli. Endelea.
zao. Watu wanafanya. Jamani, mpingaji ni mtu anayeharibika na nini? Half minded, abnormal, taira wa kiroho. Maneno mabaya Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wamepingana, wameharibika akili. Unaweza kumkuta mtu mishipa ya shingo imetoka anapinga, haiwezekani, haiwezekani. Watu namna hiyo ni hatari kwa baba zao. Lakini Biblia inasema hawa watu hawataendelea sana. Malizia. Wamekataliwa kwa mambo ya imani. Wamekataliwa kwa mambo ya imani. Sawa, wenyewe wanajiona wako kwenye imani. Sawa, wenyewe wanajiona dada ni wachungaji. Sawa, wanajiona wenyewe ni maaskofu. Sawa, wanaweza kuona ni manabii. Lakini kwenye mambo ya imani hawa watu wamekataliwa, na Mungu akikukataa ni nani atakaye kukubali? Hakuna. Haleluya. Somo letu linasemaje? Halo. Jamani, sikuwa na ubiri kama niko na nani. Unajua wakati mwingine unaweza kana kama ni wale wanyama wananenana, watu wanakushangaa tu, hawaelewi chochote. Jamani, somo letu linasemaje? Hii inaendelea nayo kwa nini? Kujiadhari, sio kujiepusha. Hizi ni indicator, mataa. Hii ni taa ya njani na kutahadharisha. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yane na Yandere walivyopingana na Musa, wakaipinga ile kweli, ndivyo watu hawa wameharibika akili na upumbavu wao utaonekana dhahiri. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, naenda kumalizia point yangu ya mwisho. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimepata neema. Wakiketwa vimemo unaweza ukashangaa umechanganyikiwa, baada ya kusema amina unasema sema oye. Baada ya kusema Bwana Yesu sema Yesu oye. Jamani, Yesu oye. Amina. Namba 3, namba 2 ya 3 ilikuwa jiepushe na kupinga. Usiwe mpingaji. Kila kitu unapinga, kwenye kwaya unapinga, kwa wamama unapinga, kwa mashemasi unapinga. Yaani mpaka watu wameshakujua wewe ni nani? Mpingaji. Hata mambo yao hawawezi wakasema, hata kama wana jambo zuri, wanajua tukimpelekea mama fulani, tukampelekea baba fulani, lazima atafanyaje? Hao hapa kwenu hawapo, hapo kwetu Dodoma. Kwenu nyinyi mko vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nizungumzie pointi ya 2, kutafuta mpenyo ndani ya moyo wa baba yako wa kiroho ili uteke baraka. Kuheshimu na kutambua nafasi ya nini? Ya baba wa nini? Wa kiroho. Lakini ziko namna za kuweza kuchukua hizo baraka ndani ya moyo wa nani? Wa baba wa kiroho. Namna gani unaweza ukatafuta kuchukua baraka ndani ya moyo wa baba yako wa kiroho? Ni kweli wote nyinyi ni baba zenu, ni baba yenu. Sisi sote ni baba yetu. Na taifa la Tanzania ni taifa. Lakini kuna namna ambayo unatakiwa uijue wewe peke yako, namna gani ya kutafuta baraka kutoka kwenye moyo wa nani? Wa baba yako wa kiroho. Na ili wakati mwingine watu hawajui, watu hawafahamu. Haleluya. Amen. Tumeimba hapa wimbo wanakwaya wameimba barikiwe mpaka ushangae. Ndugu yangu, huu ni wimbo tu. Utazingoja hizo baraka mpaka mvi zitatoka kama za kwangu. Huwezi ukaziona. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui kama unanifahamu. Nasema hivi, unaweza kaambia ubarikiwe mpaka ufanyaje? Na kweli utashangaa, maana haziji zinapita kwa nani? Kwa wenzako. Iko namna ambayo unaweza ukaitafuta baraka kwenye
Bwana Yesu asifiwe. Moja, kuna vitu viwili kama sio vitatu. Moja, lazima utambue baba yako anapenda kitu gani. Baba yako, hello, lazima ufahamu, utambue baba yako anapenda kitu gani. Hapa hata nikiuliza swali la kizushi, si ndio? Okay, tuache kwanza na baba. Wangapi wanajua namba za viatu vya baba zao wazazi waliowazaa? Hebu nyosha mkono. Namba ya viatu wanaovaa kama na baba. Wote ni yatima, ni hamna baba. Au ni mwenye namba kubwa? Nasema wangapi wanatambua namba za viatu wanaovaa baba zao? 1, 2, 3, 4, 5. Haya, wangapi hatutambui namba za viatu vya baba zetu au mama zetu? Usiseme ukweli. Au saizi ya shati anaovaa baba yako, au saizi ya suti anaovaa baba yako. Na ndio maana wakati mwingine unaponunua shati, unanunua shati utafikiri umemnunulia yule jamaa anavaa ile Kalimanzira, ni shati kubwa oversize. Baba, nimekuletea zawadi. Unamvisha baba, unampelekea mama yako dela, utafikiri kwa anavaa jini mahaba. Refu utatoka chini mpaka huko. Kitu unachokipenda lazima utakifuatilia. Sema amen. Sema amina. Lazima utambue baba yako wa kiroho anataka nini, anapenda kitu gani, mavazi anapenda kuyavaa, vyakula anapopenda kula na vyakula ambavyo anapofurahia. Haleluya. Wangapi wananielewa? Na hii ni muhimu kwa baba yako wa kiroho, hata kwa baba yako na mama yako wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Hao wazazi wote wana baraka. Na nimesema tushauri ya muda kwa sababu ya muda huu, lakini kuna baraka za baba kimwili na wazazi wa kimwili, na kuna baraka za wazazi wa nini, wa kiroho. Sasa hivi nazungumza kiroho, lakini kuna wengine hapa baba zao mama zao hawajapigia simu hata mwaka mzima. Wakipiga simu kulalamika tu, baba mama naye maisha magumu, surudu karibu mimi na kwenu kwa vijijini. Acha kuzingua. Kwa maisha magumu. Yeye alipokuzaa kwa kutunza akakwambia maisha magumu. Bwana Yesu asifiwe. Au baba kiroho, huyu mzee anapiga magoti kuanzia asubuhi. Na nimeshuhudia mwenyewe wakati alipokuja Dodoma. Akifika Dodoma anafikia hapa. Saa 11 ndio mzee kaamka. Saa 10 kaamka. Tuna morning glory pale. Mzee kapiga magoti ni saa hili. Limoja kapiga, na sio kama anashangarazi, anagombea. Lakini hata ujui anachokipenda au anachokifurahia. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hebu tuunga mkono. Tunahubiri huku tunacheka. Tuhubiri utafikiri tumekula ukwaju, kila mmoja kanuna mashavu ya mivimbo, nafikiri tunacheka. Kwani hapa ili jengo la kwetu, muda wa kwetu, vyombo vya kwetu, hatudai kodi hapa. Sasa mhubiri na ubiri ni mtu kanuna kweli. No, basi cheka. Kucheka na kwenye afya. Yaani mwingine akisema naona cheka nini sasa, kunena na kuchekesha. Macha fly. Baba hoyo. Baba hoyo. Yaani kuna baba mwendandika hapa mwanangu tangia mwanzo mpaka mwisho. Yaani sisi tunafikiri nataka unikwambie mwana mmoja niwasimulie. Baba hoyo. Baba hoyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima utambue nini baba wa kiroho anataka, nini baba wa kiroho anafurahia. Hata nikauliza wangapi mzee Mwesabira anavaa viatu namba ngapi? Suti anavaa namba ngapi? Chakula gani anapenda? Haleluya. Ili uingie kwenye moyo wa baba wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba 2 yake, lazima utambue kitu gani baba hapendi. Halo? Lazima utambue kitu gani baba hapendi. Ukitambua kitu gani baba hapendi, utajiepusha kukifanya. Kama mimi nimeshatambua
kile cha, naomba msomaji hapo, kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya 27 mstari wa 3 na wa 4. Mwanzo ile sura ngapi? 27, si ndio? Mstari wa ngapi? Wa 3 na wa 4. Mwanzo sura 27 Sikilize. mstari wa 3 na wa 4. Basi nakuomba chukua mata yako. Basi huyu Yakobo, Esau anamwambia nani? Isaka anamwambia nani? Esau. Basi chukua mata yako, Podo lako na upinde wako, ukaende nyikani. Ukaenda wapi? Jamani, ukaenda wapi? Ukaenda wapi? Jambo la kwanza achukue nini? Upinde. Achukue na nini? Na mshale. Alafu aenda wapi? Nyikani. Nyikani akafanyaje? Endelea. Uniwindie mawindo. Haleluya. Malizia. Ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo. Ukanifanyie chakula kitamu ambacho nini? Chakula kitamu ambacho moyo wangu unataka. Ukaniletee ili nile. Ili afanyaje? Akishakula halala. Ili nile. Na roho yangu ikubariki kabla